lifted up, let us pray. Heavenly Father, we acknowledge your presence in our midst. Thank you for your power, your tremendous power that we have felt it since in the morning. Thank you for your grace that you have poured it unto us. Thank you for your word this afternoon. Thank you for the grace. Oh Lord, thank you. We give you all the glory, honor and adoration are yours. Father Lord, we thank you. We thank you for the atmosphere you have saturated in this place, oh God. Thank you for your powerful atmosphere. Thank you for your presence, oh God. Hatuwezi enda bila uwepo wako. Hatuwezi kufanya chochote bila uwepo wako. Uwepo wako ni neno lako mchana wa leo. Uwepo wako ni maabudu yetu ambayo ni chakula chako. Bwana, tunakuabudu mfalme wa amani. Tunakuinua Jehova Nisi, liabudiwe jina lako, lipewe sifa, liheshimiwe. Tunakuabudu mfalme wa utukufu. Pokea sifa na utukufu, heshima na adhamani zako. Asante kwa masaa haya. Tunaomba mbingu ikaliadhimishe jina la Kristo katikati yetu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuabudu, na sote tuseme amen. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Ongeza na shangwe na vigelegele kwa Yesu. Amen. Naomba ukae kwenye kiti chako. Kaa kwenye uwepo mzuri wa Mungu. I don't know if you have felt what I'm feeling. Asante Yesu. Nataka kuzungumza kuhusu prayer. If there's any key that unlocks territories, is prayer. If there's any key that opens the rings of the Spirit, is prayer. Viewers all over the world, this is Trolik Ministry. Karibu sana katika ibada ya mchana huu leo. One thing I know is that distance is not a barrier. Kile Mungu anafanya hapa, atafanya na mahali ulipo. Endelea pamoja nasi, ukahisi uwepo wa Mungu jinsi tunavyouhisi, na Mungu atatubariki sote. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Thank you. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya mchana huu leo na neema yake ambayo ametupatia. Asante kwa sababu ya kupatikana katika ibada. Asante kwa sababu ya neema ya Mungu juu ya maisha yako. Mungu amekuhifadhi. Asante Apostle kwa sababu ya nafasi hii ya kusimama tena. Sichukuli kuwa ni kawaida, lakini ni neema tu. Asante. Nataka kuzungumza kuhusu maombi. The other time I was telling you and sharing you about prayer is power. And one of these fine days, God has ministering me. She has been ministering to my heart. About prayer. Na kuna wakati mwingine unashindwa na kuongea. Unashindwa na kusema. Lakini hata ukashindwa na yote, usishindwe na kuomba. What I've realized is a prayerful church is a powerful church. But a church that does not pray is a weak church. Na ni maombi yangu ya kwamba asitufanye kuwa kanisa lililo na udhaifu. Maana tukikosa nguvu ya maombi kanisani tutakuwa wadhaifu. Katika maisha yote tangu umeokoka
uko na miaka 10, uko na miaka 15, uko na miaka 7, uko na miaka 5, lakini kama we ni Mkristo ambaye hauombi, hiyo miaka yote you are just a weak person. Na shetani hatishwi na muda gani umeokoka. Shetani hatishwi ni mara ngapi umesimama ukamtumikia Mungu. Lakini shetani anatishwa na Mkristo mwenye moto wa maombi. Tunaweza hubiri, tunaweza imba, tunaweza fanya chochote kwa nyumba ya Mungu, lakini kama hatutakuwa watu wa maombi, we will be as weak. Kanisa ambalo halina maombi ni kanisa ambalo litajaa manunguniko. Maana katika maombi ndo kuna kutoshelezwa. Katika maombi kuna kusaidiwa. Katika maombi kuna kuwezeshwa. Kuna neema ambayo hauwezi kuipata nje ya duara la maombi, utaipata ndani ya maombi. Na hivyo ukiwa Mkristo ambaye hauna maombi, basi changamoto yako kubwa inaanza hapo. Maombi yatakufundisha kuna mahali si pa kusema. Kuna hekima ambayo inapatikana peke yake, si kwa mahubiri, kwa maombi. In the place of prayer, sons and daughters who are groaning in the place of prayer. And it is only in the place of prayer where things are being birthed. You want to go in the other realms of the spirit? Sit. Be. Dwell in the place of prayer. Those are one of the strongest keys to unlock territories, to unlock the ancient gates. We might be Christians, yet we are saying we have power and authority. But if you are not exercising it in prayer, the authority is powerless. Maandiko yanasema ya kwamba kile kinachomjaza mtu ndicho kinachomtoka. Ukiwa Mkristo mwenye umejazwa na maombi, hekima itakutoka. Ukiwa Mkristo ambaye amejaa kunungunika, amejaa kulalamika, haridhiki, hicho ndo kitatoka. I've come to realize about the fruits of the Holy Spirit. Na nikagundua some of the fruits of the Holy Spirit are being activated in the place of prayer. Prayer is communication with God. Prayer is talking and listening to God. Prayer is a weapon that can be used anywhere. Prayers have no expiry dates. Prayers have no expiry dates. Many a times Apostle says that Mungu hana dustbin ya maombi. Hana. When you read in the book of Zechariah chapter 4 verse 6 and 7. Leo nitasoma maandiko kadhaa tu. I've come to realize that prayer is a mighty force. A mighty force in the kingdom of God that brings change in our lives. So if you want change in your ministry, be in the place of prayer. This is a key that unlocks things.
Kuna vitu vinaweza kuwa vimefungwa katika maisha yako. Kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa vimefanywa kwa ulimwengu wa kiroho. Silaha peke yake unaweza kutumia ni maombi. Geukia jirani yako mwambie prayer, 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 prayer. For a commander of an army to be a commander, he or she has to exercise power and authority of the government. Na sisi ambao ni makomando wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wapendo wakaambiwa Yesu tunamjua, lakini nyinyi ni kina nani? Kuna harufu fulani huwa inatoka kwa mtu aliye na maombi. There is a certain atmosphere, there is a certain level. Hata vita ikikukaribia, kuna anga fulani ambayo maombi yanaweza kukuweka. Do you know, kuna mahali maombi huwa yanaongea ukiwa umenyamaza. Nataka Mungu katika ibada hii leo aturudishe kwa nafasi za maombi. Yaani Mungu aturudishe, maana ni katika maombi uwepo wa Mungu unahifadhiwa. Uwepo wa Mungu hauhifadhiwi nje ya maombi, unahifadhiwa ndani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. When you pray, you create things. When you pray, you birth things. And after prayer, God manifests them. He manifests every prayer. Na Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu naye hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Utaombewaje na Roho Mtakatifu kama wewe mwenyewe haujakaa kwa nafasi ya maombi? Lazima uwe kwa nafasi ya maombi. Lazima uendelee kuomba. Alafu una attract Roho Mtakatifu, na anaposhuka kwa maombi yako yale ambayo haujaomba, Roho anaomba kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Wiki hii tumefunzwa kuhusu moto wa madhabahuni usizime. Na nikagundua ya kwamba kama kuna kitu kitasaidia moto wa madhabahuni usizime, ni nafasi ya maombi. Kwa tunasoma mahali panasema wakachukua chetezo, alafu wakaweka na moto, alafu wakausukuma. Kuna watu ambao Mungu asipowasaidia watabaki na chetezo ambazo hazina moto. Lakini ni maombi yangu mchana wa leo, hili neno la leo, chetezo yako iwe na moto, maana ule moto ndio utakusaidia. Ukiwa na chetezo na haina moto ndani, nini kitahifadhi neema ya Mungu juu yako? Mwambie Bwana, ninahitaji moto ndani ya chetezo yangu. If you are still in the days where Apostle says we have prayer and fasting next week and you fast, then you are late. If you are still in those days, you are late for the journey. Inafaa ujitengenezee kawingu kako. Geukia jirani yako mwambie jitengenezee wingu. Ikiwa utakuwa unasubiri maombi na ratiba za kanisani, basi tutakuwa tunaenda tofauti. Lakini ikiwa unaelewa maana ya chetezo kuhifadhi moto. It was a powerful sermon. Apostle, God bless you. Ikiwa utajua kuhifadhi moto ndani ya chetezo. We are living in the days of so much evil, in a way that people cannot differentiate between a Christian and the other person.
People cannot differentiate between a prayerful minister and the other minister. Hizi zote zinakaa kufanana. Na ndio maana uko tofauti, lakini ukienda unadhihakiwa, ni kwa sababu zinakaa kufanana. Wakristo halisi, Wakristo waliobeba Roho Mtakatifu na Wakristo ambaye hawana, wanakaa kufanana, lakini tofauti yake is a man of prayer. Tofauti yake is a woman of prayer. Mwanamke wa maombi anakaa tofauti, mwanaume wa maombi anaishi tofauti. They might not differentiate, but the truth is, you are peculiar. Mara nyingi tunataka kukaa katika nafasi za maombi kwa muda fulani, alafu tukimaliza tunatoka, ni kama desturi. Lakini nazungumza maombi ambaye hata kama hakuna ibada, you are still in a prayerful mood. Mwingine juzi tukiwa tunasafiri naye kwa gari, tukiwa na my son Dominic, akamuuliza, mbona mama ako na mask, anavaa mask? Wakaanza kucheka, na hakuna corona. Nilisikia, lakini kwa sababu sikuwa nataka kuingilia hicho kikao, nikajifanya kama sijasikia. I heard. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema ni wajibu, wacha ninyamaze sana, nimemaliza kila kitu. Amesema labda mama anasikia baridi, dirisha linaingiza baridi, akaona avae mask. Huo ni bodyguard mzuri, apostle, anajua kujieleza hata kama sijasema. Lakini the reason as to why navaa mask, I wanted to unlock some territories. From Voi to Nairobi, kuna vitu nilikuwa nataka nimalizane navyo nikiwa njiani, na nikasema watu wanaweza kosa kunielewa. Nikaingia kwa duka, nikanunua mask ya 10 bob, na nikavaa mask yangu, na ndani ya gari I was radesha nema yade la paka daze pata, na nikawa ninasikiza mahubiri. Pastor Willy naye akaanza radabasidaba, mtoto wa nyoka ni nyoka. Wakati mwingine nunua mask, na kama uko na kikoi weka, na kama ni pale nyumbani, tafuta environment yako. Wacha jiko lako lijue lugha ya hii nyumba ni rabeda bosa debaya. Wacha bedroom yako ijue ni lakatana maze rapedia ba. Sitting room yako ijue losa daba sepete. You have to create that power. Without creating it, it can't function. Itakuwa ina function, unakuwa wale washirika wa kusema mimi ibada ya worship sitaki nipite, maana hapo ndo una brigadia. Nikienda nyumbani sina maombi, nataka nikupe siri ya maombi nyumbani. Nataka nikupe siri ya maombi nyumbani. Create the atmosphere. Hawezi kuijenga na mara moja, inajengwa na tabia. Hii mama hata anaweza hubiri kiwa hivyo. Pigieni makofi. Unajua kuna wakati nilikuwa ninaangalia ibada ya TD Jakes, and the daughter Sarah Jakes was preaching. Alafu wig ikatoka. Wig ilipotoka, binti alichukua ile wig, alafu akaiweka juu ya podium, akaendelea kuhubiri. Nasema ya kwamba nguvu ya maombi haijengwi na siku moja, haijengwi na dakika 2. Ni tabia ya mwendelezo. Ni tabia.
tabia, lazima uifanye kuwa tabia. Kuna watu hawawezi kufika saa 6 bila chai, ni tabia. Kichwa inaniuma mimi mpaka nitafute chai. Chai. Bwana Yesu asifiwe. Hey, I love prayer. Rasheda bayandi lekatana maze patadaba. Oh, radeshia tanama. Once you are partnering with God. The other time we were being told about partnering with Jesus. Yesu ana partner na watu wa maombi. If you just received the last Sunday's message and you are still sitting down with your notes, you have not partnered. Kuna vitu ambavyo huyu Yesu anajua. Kuna vitu ambavyo huyu Yesu anavyo, na kama unataka kutembea na yeye, lazima uwe na vitu vya aina yake. You will walk with him, you will eat him, you will talk him, you will dwell him, you will persevere him. Kuna anga huwezi access kama hauna maombi. Apostoli, hizi ni nyakati za mwisho. Tutahubiri tu blue, black, red na white, ili sote tuende mbinguni, ili tusaidiane. Hatuko hapa kutiana moyo, lakini tuko kutiana moyo na kuimarishana, kama ilivyo desturi ya waaminio, na mbingu tuione. Nilikuwa nawaambia wakati mwingine itakuwa ni huzuni kubwa, tena huzuni nzito, kama tutafanya haya yote kwa kumwaga jasho, kwa kuchoka, na tuikose mbingu. I can't imagine. I don't want to imagine, because I need to be in that place. The Bible says in the book of Daniel, in the days of the reignings of the king, the Bible says Daniel saw in the realm of the spirit, thousands and thousands miles away. And when we read in the book of Revelation, John is speaking about the same things. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiendesha Mungu wangu, ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu. Najua kuna wengine wanashindwa. How can I maintain a prayer life? A prayer life. Yesu alisema unaposhindwa umuite. Na tuko hapa mchana wa leo kumwambia Bwana, wengine wetu tumelemewa katika nafasi za maombi, lakini kwa sababu tumemuita muombezi mkuu, the Holy Spirit is our helper. Hey, Roho Mtakatifu ni msaidizi. Mimi naenda lakini nawatumia msaidizi. And the Bible says in Acts chapter 1 and verse 8, na yule Roho Mtakatifu
alipowajilia. Uniongoze, bado na kuhitaji. Uniongoze Yesu, kiongozi mwema, moyo wangu wa kuhitaji. Niongoze nivuke salama, Mungu wa Yesu asipotusaidia katika nafasi za maombi, tutakuwa kanisa ambalo halina maombi. Na haya mambo mengine yanayoongelewa hapa kwa madhabahu, tutakuwa hatuwezi kupatana nayo kwa sababu hatuna maombi. Lakini ni maombi ya moyo wangu ya kwamba Yesu atufanye kanisa la maombi. Yohana anasema ya kwamba tusiwe baridi wala tusiwe baridi moto, lakini kama ni moto tuwe moto siku zote. Wakati mmoja kulikuwa na bwana mmoja alikuwa ameenda kotini. Na alipoenda kotini, yeye alijua kila wakati vita vyangu napiganiwa na Mungu. Alijua kuuzalisha ushindi wake kwa nafasi ya maombi kuliko kuuzalisha ushindi wake mbele za watu. Na pakatokea mtafaruku wa maneno, akapelekana kotini. Aliyempeleka kotini, yeye huwa anaenda kwa mganga. Akaenda kwa mganga, akapewa irizi. Hata nafikiri hii historia Apostle anaijua, kama tulielezewa tukiwa na Yesu juu. Akapewa irizi. Akachukua ile irizi akaweka mahali aliweka. Yule mwingine naye anategemea maombi. Kabla aenda kotini, yeye alikimbia kwa madhabahu. Na huyu naye kabla aende kotini mentioning, alikimbia kwa mganga. Na kila wakati wakiwa pale wanazungumza, jaji anasema court next month. Amenyamaza tu. Wanaenda tena wanazungumza, anaongea. Jaji anamuuliza, bwana uko na la kusema? Anasema sina. Jaji anasema next month. Sasa huo wakati ukawa ni wakati wa kutukuzwa kwake na Mungu. Akafika kotini. Jaji akasema, leo nawaita wote wawili hapa. Nataka kukuelezea mtu anayefanya mambo yake kwa nafasi ya maombi, na mtu ambaye anategemea miungu, ilhali Biblia imesema pasiabudiwe Mungu yoyote Israeli ila Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kuna hatari wakati ndani ya Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo na unaleta Mungu wa kigeni. Kuna hatari yake. Bwana Yesu asifiwe. Akasimamishwa hapo. Jaji akamwambia huyu bwana, ngojea wewe utasema ya mwisho, wacha tuanze na huyu ajieleze. Yule bwana wa mganga akasimama na akaanza kujieleza. Anajieleza kwa kejeli. Anaweka mkono kwa mfuko, anatoa. Anaweka mkono mwingine kwa mfuko, anazunguka. Maana alikuwa amejua leo ni kushinda kesi. Asante pastor. Akawa anajua kabisa huyu bwana leo lazima afungwe. Na akiwa amekaa pale anaendelea kuongea, sijui alishikaje mfuko, kumbe irizi lilikuwa kwa mfuko. Akitoa mfuko hivi atoe statement, irizi ndio hiyo inahang kwa kidole mbele ya koti nzima. Hivyo ndo watu wa maombi hupiganiwa na Mungu.
Hivyo ndo watu wa maombi hupiganiwa na Mungu bila hata kusema, bila hata kuongea. Hivyo ndo Mungu hupigana vita vya waombezi. Waombezi si kikundi, waombezi ni mtu. Usiseme sasa jamani, waombezi wako wapi waombe? Sema muombezi ni mimi. Sema muombezi ni mimi. Wakati kanisa limepatwa na aibu, jua mimi na wewe ndo waombezi tumefail. Wakati kanisa limepatwa na mapigo, usilaumu intercessors, tujilaumu mimi na wewe ndo tumefail. Hatujasimama kwa nafasi ya maombi alafu kanisa litapona. Lakini tukiendelea kujivika uhachi na tuseme kuna waombezi, nataka nikwambia kwamba hakuna waombezi. Waombezi ni mimi na wewe. Jaji akasimama kote, hata ikuambiwa isimame. Ulipoona jaji amesimama, kila mtu alisimama na kesi kaishia hapo. Akaambiwa sasa wewe, kwanza hii ni hatari sana. Akaingizwa ndani mahali ambapo muombezi alikuwa awekwe. Akatoka nje akisema, wewe ni Mungu unayetupigania, wewe ni Mungu mtetezi. Sijui kama alienda kulala nyumbani ama alienda kulala kwa madhabahu. Ninachojua ni kwamba kwa hicho kisa muombezi alitetewa. Nami naongea na muombezi hapa ambaye labda amesahau mimi ni muombezi. Nataka nikwambie, go back. Let us go back to the place of prayer. Tujeni hapa kanisani, tugongane wawili watatu tunakesha. Come back. Church come back. Church come back. Woman come back. Man come back to the place of prayer. Let us go back to the place of prayer. Kuna vita kwa hiyo ndoa hautaviweza mpaka ukatae kuwa mwanamke wa kawaida. Kuna vita kwa hiyo marriage mwanaume. Usiseme wanawake ndo ameambiwa na Yeremia, wako wapi wanawake waombolezaji? Lakini amani haitapatikana kwa ndoa yako mpaka mwanaume na trouser yako uingie in the place of prayer. Tunaambiwa wanaume ni vichwa. Na kwa sababu wanaume ni vichwa, kuna wakati mwingine hii mamlaka yenye wewe unatumia kwa mke wako, hii mamlaka yenye wewe unatumia kwa watoto, inafaa uitumie upande ule mwingine. Na umwambie adui, sikiliza, hapa kwangu haukai, kwa mke wangu haukai, kwa watoto haukai, kwa biashara zetu haukai. Let us go back to the place of prayer where graces are birthed. Apostle ameongea maneno mazuri, wasia tu kwa vijana kuhusu kuoa. Unless you find that woman here, you will see him physical. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi nikiongea na youth, I love youth ministry. Na mara nyingi nikiongea na wao, you can ask them, huwa nawaambia marry your call. Ndugu ndo huyo, abragadabadaba, oh Jesus, Holy Spirit, oh I come unto you, oh I come unto you, oh God. Alafu anaenda kuchukua dada wa watu, anaenda kupenda dada wa watu, hana maombi. Lazima ujue unyonge wake, hana maombi, na umvumilie paka ile siku atakuwa rararara kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine napata mtu anasema hakuna mabinti kanisani. Pastor Agnes, hakuna mabinti, hakuna mabibi wa kuoa, hakuna mabwana. Pastor Agnes, hata wa ndugu wetu ni wachache. Lakini mara nyingine huo ni njia ya mkato tu ya kutaka adui labda akutoe nje. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama hakuna hapa kanisani,
kuna mahali pengine watu wa aina yako, people of your character. Miaka nyingine ya nyuma tukiwa na apostle, dada mmoja tulikuwa tunafanya naye huduma very close, akasema amepata mtu wake huko. Akapata mtu wake na akashauriwa na mtumishi wa Mungu, akaambiwa huyu mtu umempata ni sawa, lakini sio aina yako. Akasema huyu ndo nataka. Tukaenda kwa harusi na tukashona na tukasherekea. Hawako pamoja leo. It is very sad. Hata wakati mwingine una partner na watu kibiashara, lazima ujue mwenye una partner na yeye kibiashara misingi ya imani yake, la sivyo utaanza biashara na vita mpaka umalize na vita. Maana wewe ukienda kwa Mungu wa Israeli, yeye anaenda kule kwa Karimanzira, mtapatana. Ni vita vya kila siku, endless war. Zinaitwa in the book of Revelation Armageddon war. Yani vita vya kuuana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akusaidie. Katika maombi utaombea kazi yako, katika maombi utaombea nyumba yako, katika maombi utaombea pesa zako. Yeyote anayeshirikiana na wewe atakuwa ameshirikiana na Mungu wako. Na kama ni mtu akona kona na haujamuelewa, Mungu ana lugha ya kujieleza kwako mpaka umuelewe. Nimekuja kugundua Mungu anaweza kuongea na wewe ndoto 4 but same meaning. Mungu akiongea na wewe kwa ndoto ya kwanza, aone haujaelewa, God goes back to the default setting and plan another vision. Anasema huyu hakuelewa, na nazungumza na yeye. Mungu anakuletea ndoto nyingine. Ile ndoto inakuchanganya. Unasema sasa hii ya juzi ilikuwa hivi na hii ya leo iko hivi. Kwani Mungu anamaanisha nini? Mungu bado ni mvumilivu, anaona haujaelewa. Anaenda anaketi back to the drawing board. Anatengeneza ndoto nyingine, anajisimplify in another dream. Mungu akiona bado haumuelewi, maana hataki uangamie, anaenda anakaa tena, anatengeneza ndoto nyingine nyepesi, alafu anakuletea. Lakini hii ndoto ya mwisho yenye umeielewa ndio maana yake hata na ile kubwa. Lakini Mungu huwa hataki tuangamie, ako na njia ya kujieleza kwetu. Atajielezaje kama hauna ushirika na yeye? Bwana Yesu asifiwe. Ni pale katika maombi, ukimaliza maombi unakuwa jifunze kipindi cha kutulia. Hata kuna wakati mwingine hausikii kuomba, lakini unasikia tu kumwambia Bwana, ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie, usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Na yale maneno Mungu anasikia. Hii worship ya utamu inatoka kwa kinywa cha nani? Ni nani anajieleza kwa aina ya wimbo? In the place of prayer. Wakati mwingine maneno hutukosa ya kuzungumza, lakini ukikosa maneno ya kuongea, usikose wimbo mpya kinywani mwako. Usikose wimbo mpya. Na kama kuna maneno ya wimbo unaujua, unaambatana na kile unapitia, unaweza kosa kuomba, mwimbie Bwana wa wimbo mpya.
Bwana Yesu asifiwe. Maombi yatatushinda kama hatujaishi maisha matakatifu. Maana Mungu huwa ndani ya utakatifu wake. Mungu hujificha ndani ya usafi wake. Nataka nikuonyeshe how prayer works. Maombi jinsi yalifanya kazi. Kwa watu wachache hapa. I was looking at 1 Kings verse number 8, verse 18, chapter 18, verse 41. Na Biblia inasema ya kwamba, utaisoma tu ukiwa nyumbani. Biblia inasema baada ya Elia kufunga mvua miaka 3.5. Unafikiri mamlaka ya kufunga mvua miaka 3.5, mtu aliamka tu na kuanza kuzungumza? Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita ambavyo katika maisha yako havitahitaji wewe kuamka tu kwa siku moja na kuanza kuvipigana. Kuna mahali Daudi anasema ya kwamba na silaha zangu zisiwe butu, lakini ziwe na makali. Makali ya silaha inanolewa in the place of prayer. Wakati unaomba, kuna uwezekano vita bado haijaanza. Kwa hivyo ni nini unafanya kwa nafasi ya maombi? Unanoa silaha. Ni ngumu kutumia panga kupigana na adui na haijanolewa. Na adui amefundishwa jinsi ya kusoma mtu anayepigana naye. Kwa hivyo anaona hii panga na anaona hii panga haina makali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali inafika katika maisha ujiite mkutano wewe peke yako. Sasa hii tumefika tarehe ngapi leo? Tarehe 17 ya mwezi wa pili, 16 ya mwezi wa pili. Nataka ukirudi nyumbani uketi chini, alafu uangalie tangu tarehe 1 Januari mpaka tarehe ya 16 mwezi wa pili, na uandike grafi yako. Wewe ndo mwalimu, wewe ndo mwanafunzi, na wewe ndo utamaka. Na uanze maisha ya maombi. Na usijidanganye, uende tena maisha ya ibada yangu na Mungu, ushirika wangu na Mungu. Pale utaona pamepungua mwanangu, Roho Mtakatifu ni msaidizi. Mwambie Roho Mtakatifu, hapa niko na unyonge, nisaidie, maana huu unyonge nikiendelea nao sitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba hata ujapokuwa na imani ndogo kama punje ya haradali, faith as a mustard seed. Faith ya mustard seed ni ya Mkristo mwenye anaokoka leo kwa ibada ya leo. Mungu amemwanzishia mbegu kama ya punje ya haradali. Lakini faith yangu na wewe imeshatoka kuwa punje, at least inaonekana. Na ili
ile imani ikusaidie, ili ile imani idhibitishwe, inaendelea kunolewa kwa nafasi ya maombi. Imani ikidhibitishwa kwa nafasi ya maombi, vita vikija, uko na silaha ya kutumia. Utasema, jana nimekuwa kwa maombi na Mungu ameniambia furaha yake ni nguvu zangu. Right away utageukia adui na umwambie, sikiliza adui, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza adui, ujue kwamba mimi si wako. Hey! Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza adui, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza adui, ujue kwamba mimi si wako. Maneno haya hayawezi kumtoka mtu ambaye hajajua ni silaha gani amevaa. Ujasiri mwingine unakuwa nao si ujasiri wa kuongea, lakini ni ujasiri ambao umepatikana kwa nafasi ya maombi. Yoshua anaambiwa, iweni hodari na mioyo ya ushujaa. Kuna vita vingine vinahitaji uhodari na ushujaa, na uhodari na ushujaa unaumbwa kwa nafasi ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Elia kaenda kwa ushujaa wake mpaka kwenye mlima Karmeli na akaomba pale, na Biblia inasema ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu aliomba mara 7 times. Aliomba ya kwanza, haikutendeka. Akaomba ya pili, akaomba ya 4, akaomba ya 5, akaomba ya 7, ndio ikatendeka. Inatuonyesha nini? Ukiwa katika maombi, uvumilivu huo unazaliwa. Na hata Mungu asipofanya, kwa sababu umeomba, ndani ya moyo wako unajua atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Akaomba na akawa na mtuma Ahabu, anamwambia Ahabu, enda uangalie kama kuna dalili. Ahabu anakuja anamwambia, bwana wangu, hakuna. Biblia inasema ya kwamba this man prayed mpaka magoti yake yakashikana na kichwa akiwa ako kifudifudi. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa katika nafasi za maombi, Mungu hutufundisha mbinu za kupigana vita. Kuna wakati mwingine vita vingine havihitaji uviombe kwa aina fulani, lakini vinataka tu upige magoti, uinue mikono na umwambie Bwana, mimi ni wako. I am your own, I am your own, till the day you will come, Jesus. It is also a prayer you are making to him. I am your own, I am your own, till the day you will come, Jesus. I am your. Hata kama napitia vita,
your own. I am your own till the day you will come. Jesus, I am your. Kuna wakati unajua kama kuna watu wawili waliopendana. Nakumbuka kuna wakati mume wangu nilikuwa nimeinukiwa na vita sana kwa family. This man protected me. Alini protect. Hakuna mtu angenikaribia. Vita vilikuwa vikali. Akasimama akasema, bibi ni wangu. Ni mimi nilimuoa. Ni wangu. Na mkisema bibi yangu, mumenisema mimi. Na kuna wakati vita huo vinafika vinakuwa vikali mpaka unahitaji kupiga magoti na umwambie tu Mungu, I am yours. Mungu hata iweje, mimi ni wako. That assurity. Na mwambie Mungu, I will not lose you. For this battle, God, I will not lose you. Mama mwingine alikuwa single woman. Vita vikawa vikali kwake na watoto wake. Mama wa watu anafanya mabiashara ndio afundishe watoto, lakini bado watu walikuwa wanamwambia anafundisha watoto na pesa za wanaume. Mungu akajua jinsi ya kumtetea huyo mwanamke, akainua mtu mahali, akachukua watoto wa mwanamke wote akaingiza shule, akasema atawasomesha mpaka wamalize. Aina ya Mungu kupigania huyo mwanamke vita. Just be in the place of prayer. God knows how to fight your battles. As long as you are a winner, He knows how to fight. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita ukipigana hautaviweza. Niko na mama mwingine nilikuwa namsaidia mahali tu kulea kiroho. Na huyu mama vita vikichacha kwa nyumba anaambia mume wake, nipige. So nipige. Ndugu anajaribu kujizuia, anafanya ndugu anaweka ngumi chini, anainua, anashukisha, anasema sikupige. Kesho dada pale ameamka, nipige basi, nipige. Nimesema leo sasa unanipiga. Siku alipigwa, alikuja, Pastor Agnes, nimepigwa Pastor Agnes. Alitaka apigwe, amepigwa, analia. Hiyo si njia ya kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Akaingiza ndugu wa watu kwa ndugu, akaona kila siku nainua ngumi, naleta hapa, narudisha. Leo nataka nimuonyeshe mimi ni mwanaume. Tuliongea hiyo kesi tukiwa mimi na mama yangu na baba yangu. Alafu sasa tulipomuita tukamuuliza, kwani ulimpiga? Akasema hata, kwa sababu ni mtaita, akasema nilimfanya vele mko hapa. Yaani nifafanue. Tukamuita kikao na mama yangu na baba yangu. Wazazi wangu kwa neema ya Mungu ni wachungaji. Sasa wakaniambia, Pastor, hii kesi tutafanya vipi? Nikamwambia, Pastor, hii kesi tutatatua pamoja na nyinyi. So akaitwa, anakaa Jomvu madukani kule. Tukamuuliza, maana sasa mama alikimbilia kwetu. Hata akituelezea, unajua sasa unamwambia nipige. Naambia sasa wewe unamwambia akupige, sasa amekupiga unakimbia huko. Tukasema hata hivyo lazima tu solve tu case ili waishi pamoja. Tukamuita ndugu, akaja na pikipiki haraka. Tukamwambia, mbona umpige? Kwani nimempiga? Nimemfanya tu mke wangu. Na wakacheka na kesi kaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka kusema nini? Aina ya kupigana vita ambavyo haufai kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Tumepoteza nguvu nyingi sana kupigana vita badala ya kukaa katika nafasi ya maombi. Lakini nataka niongee na kanisa hili na yule anayetuangalia. Laiti turudi kwenye nafasi za maombi. Katika nafasi za maombi tutapewa silaha tofauti tofauti za kupigana vita, na hizi silaha zitatengenezwa na wewe kwa nafasi ya maombi. Silaha nyingine ni kunyamaza tu. Ukinyamaza hautaonekana mjinga. Ukitulia haina maana ujui. Sio kila neno ni lazima ulijibu. Wewe nyamaza kimya, linda nafsi. Neema Mwaipopo. Ukinyamaza hautaonekana mjinga. Ukitulia haina maana ujui. Sio kila neno ni lazima ulijibu. Wewe nyamaza kimya, linda nafsi. Utaitafuta kwa YouTube, itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Silence is also a weapon. Utasoma Yoeli 2:28 mpaka 30. Biblia inasema ya kwamba hapo, Yoeli 2 media sijui leo wameenda break. Yoeli 2:28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Na kuendelea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa kwa nafasi za maombi, wale ambao wamekuwa hawaoti, wale ambao wamekuwa maono yao yamefungika, nafasi ya maombi ni funguo ambayo itafungua maono yako. The Holy Spirit flows. God reveals himself to his people through prayer sometimes. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona maono. Atamimina roho wake mtakatifu. Na ndio maana asubuhi tulipoabudu hapa na tukaomba, maombi yamemimina roho mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akishuka, hata kama ulikuwa na uchungu wa vitu fulani, lakini kwa sababu uko kwa nafasi ya maombi, akishuka anakuzungumzia, anakwambia nyamaza, usiongee, wewe soma tu kifungu fulani, na unafarijika because it is the Holy Spirit speaking. Isaiah anasema, nimejikuta katikati ya watu wenye midomo michafu. Wakati mwingine mazingira yetu hayako mazuri, maana tunashirikiana na wengine ambao hata si wa Mungu wa Israeli. Anga yako inaweza kuwa ngumu, lakini katikati ya huo ugumu, create your atmosphere. Na ndio maana inafaa tukiwa katika maombi ya kufunga na kuomba, unaweza kupata nafasi ukaenda ukajitenga tu, hata hapo kwa ofisi ama hata hapo wapi kwa corridor, na ukatafuta mahali ukakaa, and you maintain the presence of God in you. Bwana Yesu asifiwe. When we read Matthew chapter 26 verse 40 to 41, utajisomea
Lakini nimesema ya kwamba hapo, ya kwamba katika maombi tunatiwa nguvu, na tunapoomba tunajua la kufanya kwa wakati ufaao. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, the Bible says, pray without ceasing. Tuombe bila kukoma. Luke chapter 18 verse 1 to 8, don't lose hope in prayer. Hata ukiomba na uone haijafanyika, never lose hope. There was a time Jesus prayed 3 times. And he was very persistent. Wakati mwingine tunaomba na tena tunaenda fasting ndefu ya wiki nzima, alafu baadaye unasema, Mungu nimekuomba wiki nzima sijakuona. Mungu sijakuona. Mimi ningesema kuanzia leo badilisha maombi. Mahali hujamuona Mungu, mshukuru. Mwambie Bwana asante maana sijakuona. Najua nitakuona kwa wakati wako. Maana Mungu haendi na majira yetu. Kuna uwezekano ulifunga maombi ya kukusaidia 2030. Wiki nzima unayoiona hasara kwa Mungu, Mungu hahesabu siku zake sawa na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hahesabu siku zake sawa na sisi. Ukisikia Mungu amekuhimiza kuingia kwa maombi, ingia. Kuna wakati mwingine niliingia kwa maombi nikiwa na mimba ya miezi 7. Na nikaenda kwa maombi ya wiki nzima. Na mume wangu akaniuliza, utafungia hapa nyumbani ama kanisani? Nikamwambia sitafungia nyumbani wala kanisani. Niruhusu tu niende mahali nijifiche. Yani nilikuwa ninasikia kama roho inataka kutoka. Yani angenikataza kuomba, sijui ningesikiaje. Lakini kwa sababu ni Mungu alitaka niombe, kitambo anielekeze kwake, alikuwa ameshaongea na yeye. Na nikaenda kwa maombi. Nikatika hiyo wiki ya maombi, mama mmoja kutoka Mwatate anasema aliona nimelazwa kwa kitanda cha hospitali, alafu nimefunikwa sheet zilikuwa za green, alafu anaona taa kubwa. Akaona taa kubwa na akaona kitanda iko katikati. Na yeye anasema alipokuwa kwa ile room, kuna mtu alitokezea. Hakumuona sura, of course ni adui. Akaona mtu anaangalia, anakuja kuniattack. Akikuja kuniattack, huu mlango mwingine, na yeye akiwa pale, maana kwa ndoto huu unapelekwa ni kama unaona huku na unaona huku. Akaona ghafla apostle ametokezea, akiita darling, darling. So akinikaribia, aliponikaribia yule adui akakimbia kabisa. Sikujua nilikuwa katikati ya vita vikali, lakini nilitii nafasi ya maombi. Nikaendelea kuomba. Niliporudi kutoka kwa maombi, yani I was very heartbroken, lakini bado nikajitia nguvu katika Bwana, na nikamwambia Mungu, hata kwa hii ripoti nitasimama. Kurudi katika maombi, hiyo Thursday yake nikaja hapa maombi. Nikaletewa ujumbe na binti yangu mwingine pale nyuma. Akaniambia, mama, last week hukua? Nikamwambia nilikuwa nimetoka kidogo, kwa nimeenda maombi lakini nimerudi. Nataka nikueleze, Mungu akitaka kuzungumza na wewe, wacha kukatakata kitunguu. Position yourself, and if you can position yourself, ukikata kitunguu, mara nyingine hata mimi hupika kama nasema haleluya, asante Bwana, na najazwa nikiwa kwa ugali, maana siwezi zima gas. Usikose kupigia my son, kumpikia ugali. Pastor Agnes alisema tuzime gas, Roho Mtakatifu akishuka. Akishuka ukisonga sima, endelea. Akishuka ukifua, endelea. Hana mipaka, anaweza shuka wakati wowote.
Job alituambia mara nyingi Mungu ongea naye akiwa kwa bafu. Akienda kuoga tu basi roho lazima leo aseme. Kila mtu ako na vile anahisi Mungu anataka kuongea. Ikiwa kuna shughuli unaweza iacha na isikuwe affected, wacha, tafuta mahali, piga makofi, piga magoti, embrace the presence of God ili Mungu azungumze na wewe. Ikiwa hauwezi kuacha, endelea na kile unaendelea, lakini akili yako iwe imeenda. Nikaletua ujumbe hapa, akaniambia mama, nimeona umelala hapa umefunikwa shiti ya white. Mtoto amelala hapa amefunikwa shiti ya white. Hata kama ni wewe hujui kutafsiri ndoto, hiyo unaona ni roho ya nini? Ya mauti. Na ananiletea ujumbe, maana amejua pastor wake vile huwa ana preach, huyu pastor iko strong. Ujumbe hata kupitisha kwa apostle alileta kwangu direct. Nikashindwa kustahimili. Nilikuwa nimeketi huko nyuma, nikamwambia unaona apostle pale anamalizana na yule, ukimaliza enda umuelezee. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi kuna wakati huwa inafika, unasikia kama kupungukiwa, unasikia kama kuchoka. Ni kwa Mkristo yoyote. Unaweza choka kwa sababu ya hali zimekusukuma, lakini nilisema usichoke kuomba. Akiwa anakuja kwa apostle, mimi nilimwambia Mungu, sitakufa, mtoto wangu hata kufa, nitaishi nisimulie matendo ya Mungu. Alipomweleza apostle akamwambia umemweleza Pastor Agnes? Akamwambia nimemweleza. Ndio apostle akaniita akanihudumia hapa. Nilikuwa nalia tu machozi, sikuwa nasema chochote, lakini tafsiri ya machozi yangu ilikuwa tu Mungu, sitakufa na mtoto wangu hatakufa. Bwana Yesu asifiwe. Ile siku ndo nijifungue on Sunday, nilisikia nguvu ya kuimba. Niliimba mpaka nilikuwa naimba mpaka najua hii ni Sunday ya mwisho hii. Maana ile neema niliimba nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka mara nyingine huwa nakosa sababu mbele za Mungu za kujiexcuse ili nisimtumikie. Kwa sababu kama hiyo siku ningesema wamama wote wa miezi 9 sasa hivi wanangojea kujifungua wameketi, wacha na mimi niketi ningoje. Lakini nilisema nitaimba hata nisipokuja Sunday, bado nitaimba. Na hata nikija pia kama hajazaliwa. Nakumbuka nilikuwa naambia watu kwa boda hapa ya kwamba crusade nitaenda. Wakasema ukienda usiimbe. Nikasema nitaimba. Kama akajatoka nitaimba nako. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaimba hapa. Nilipotoka hapa kwenda hospitali ndio nilienda nikapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaona kuna kitu, yani mtumikie Mungu bila kuona sababu yoyote. Hata kama utaimba ukiwa na machozi kwa uso, imba, do your assignment. Kuna nguvu. Wewe ndio huwa unaona kwamba hauna nguvu ya kuhudumu. Nataka nikwambie nguvu ya kuhudumu si yako. Nguvu ya kuhudumu ni pale ulipokuwa unaomba. That is the power that will enable you. Mara nyingi hata pia apostle anatuambia tuhubiri. Wakati mwingine baba, hata sisi wote tumesongwa na vitu. Mpaka unasikia akinimwambia apostle, lakini ukikumbuka nguvu ya kusimama iko pale kwa nafasi ya maombi. Unasimama na unamwambia Mungu, I disappear that you may be appear. Wakati wowote ukisikia hata kama usikii kuomba, wewe piga magoti tu, inua mikono yako, mwambie Bwana unaweza, Bwana wastahili, wewe ni Mungu, mwabudu tu Bwana. Kuna wakati Mungu anataka tu aabudiwe. I release the sounds of creation, the
sounds of revival, Shekinah is. I release the sounds of creation, the sounds of revival, Shekinah is. I cry, holy, 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 unto Yeshua, Shekinah is. I cry, holy, 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 unto Yeshua, Shekinah is. Maandiko yanasema kitabu cha Isaia, njooni tusemezane, njooni tusemezane. Always when we pray, we get the discerning of the Holy Spirit. There is a language that you will understand God when you are a man of prayer. There's a way that you will understand God if you are a prayerful person. Maybe you are saying, I don't know how to pray. We learn how to pray by praying. That's how we learn how to pray. We learn how to pray by doing it. Hata kama unasikia hakuna wingu la maombi, we anza na shukrani. Mwambie Bwana, nakushukuru kwa siku hii. Nakushukuru kwa wokovu ambao umenipa. Baada ya kushukuru, anza kutubu. Mwambie Bwana, natubu maungamo ya moyo wangu, naungama kwa ajili ya mwenendo wangu. Zipo njia zionekanazo sawa machoni pangu, lakini mbele zako ni njia za uovu. Bwana, nisamee kinywa changu. Bwana, nisamee moyo wangu, ndiko kutokako chemichemi ya uzima. Mwambie Bwana maombi ya toba. Kitambo umalize maombi ya toba, umecreate wingu. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi create wingu kama environment yako haiko sawa. You have to create the conducive environment for the Holy Spirit. Watoto hawezi kuwa wanaangalia Akili Kids na uko hapo unatembea shada baraba zipa mara umeangalia wana Akili Kids, unageuka hallelujah Father Lord we give you all the praise, unasema na hiyo ndogo imebebwa na nini, hallelujah Lord. You have to create a conducive environment. If you want to disconnect yourself, chukua earpods, weka kwa masikio, weka worship, weka tones, weka interludes, start praying. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtengenezea mazingira Roho Mtakatifu atakujaza na maombi. Ile maombi unafanya hapa Sunday imezaliwa na kile kikapu chako cha wiki nzima. Tukija ibada hatuji kujifunza kuomba, tunakuja kuomba vile tumekuwa tukiomba. Tukija ibada za kesha hatuji kujifunza kuomba, tunakuja kufanya kile tumekuwa tukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. I'll talk about types of prayers some other time. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yanakuwa created. Wingu lako unalisababisha mwenyewe. Wakati umetengeneza wingu lako, na mimi nitengeneze wingu langu, na mwingine atengeneze wingu lake, tukipatana kwa ibada, Roho Mtakatifu anashuka kwa wepesi.
Ukiwa na moyo wa uchungu hauwezi kuomba, utanungunika na kulalamika tu mbele za uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atufundishe kuomba. Hatujui kuomba jinsi mpasavyo, lakini atufundishe kuomba. Mungu atufundishe namna ya kumwabudu, namna ya kumwabudu kwa maneno ya maombi. Kanisa la maombi ni kanisa ambalo haliwezi kuwa vuguvugu, litakuwa moto kwa sababu moto wa maombi umehifadhiwa. Wakati mwingine mwenzako anaweza kuwa anapitia hali nzito. Naomba tuwe Wakristo wa maombi ili kwamba mtu anapokuapproach kwa sababu ya kile anapitia, you have the solution. Yani wakati mwingine apostle akija kwa one on one, apate watu wote wenye wamekaa one on one wanaomba na sio kupiga story. Kila mtu anajikreatia wingu lake ya kwamba Bwana, nikienda kwa mtumishi wako, funua mambo yangu yote yawe wazi. Shida ya biashara ijulikane, shida kwenye maisha yangu ijulikane. Unapoomba hivyo na mwingine naye anapiga magoti anaomba hivyo, mwingine naye anaomba hivyo, katikati yenu nguvu ya Mungu ikishuka, kuna watu ambao wataponywa, kuna watu ambao watahudumiwa. Akienda kwa apostle anamwambia tu, nimekuja kutestify, nilikuja hapa mtumishi wa Mungu nikiwa moyo wangu uko chini, lakini leo I can afford a smile. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi kwamba watu wakija wanaonana wana story, lakini nataka nikufundishe mbinu yako ya kuandaa neema yako ya kuhudumiwa na Mungu. Na ndio maana hapa asubuhi tunapatana kwa lisali moja, na kwa hili sali moja tumepatana ni maombi. Ukija hapa saa 2 mpaka saa 3 ni maombi, hakuna worship, hakuna praise. Tunaandaa wingu la ibada. Wakati mwingine tunamlaumu Mungu, mbona Mungu hujakuja kwangu, mbona Mungu hujanihudumia? Lakini Mungu akiangalia moyo wako, hujasamehe. Mungu akitafsiri machozi yako, anayatafsiri anaona ni machozi ya uchungu. Lakini nataka nikwambie, katikati ya neema ya maombi, samea yeyote aliyekukosea. Makwazo yoyote ndani ya moyo yaweke kando, maana wakati wa maombi ni wakati wako na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Katika nafasi ya maombi, Mungu huwa anajua kabisa tunawasiliana na yeye. Na kwa sababu anajua tunawasiliana na yeye, huwa ako makini. Ni kama vile mtu akuombe kitu, ili aone uko makini na ombi lake, utamwangalia na umpatie attention. Kama hauna, utamwambia sina kwa sasa, lakini Mungu akufungulie mlango. Na kama uko nacho cha kumsaidia, utamsaidia. Vile vile na sisi tukiwa katika maombi, Mungu huwa anamakinika na sisi. Nataka uinue mikono yako mbele za Bwana. Nataka sote tumwambie Bwana, hatujui kuomba, lakini akaweze kutusaidia kuomba. Huyu Mungu anajua kuomba. Ikiwa Biblia inatuambia kwamba anatuombea kwa Baba kwa kuugua kusikoweza kutamkika, anajua kuomba na anajua namna ya sisi tunavyoomba na tunavyohitajika kuomba. Na ni Mungu ambaye si wa mbali, ni Mungu wa karibu. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau, ni kiu
maombi yangu yafike kwako. Naomba sauti kwa backups. Utadharau nini kiu yangu tena nifanane na kila wakati Bwana. Haya ni maombi yangu yafike kwako. Moyo
sauti yako. Mwambie Bwana kufinyange kwenye nafasi ya maombi. Mwambie Bwana nifundishe tu kuomba. Nifinyange kwenye nafasi ya maombi. Nisiwe na maneno yangu Bwana, lakini Yesu niwe na maneno yako. Ni wakati mwingine mzuri Yesu aongee nasi kwa maombi. Yesu achilie ndoto. Yesu achilie maono. Wengine hawaoni maono, wengine hawaoni ndoto. Turudi kwa nafasi za maombi. Turudi kwa nafasi za maombi. Shada bada 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 bada. Rade shade bayande. Lepakada bayande. Rada baje patatempo. Leparabada bo shade bayande. Rakada baje payande. Mabudu Bwana kanisa, mabudu Bwana. Tunataka ushirika na wewe wa maombi Yesu. Tufanye kanisa la maombi. Kanisa la maombi halina manunguniko. Kanisa la maombi halina maneno madogo madogo. Kanisa la maombi halina kulalamika. Limetoshelezwa kwa maombi. Linafanya mambo kwa mapenzi ya Bwana. Mwambie Bwana kusaidie hata kuwa na maamuzi yaliyo sawa ndani ya nafasi ya maombi. Shadabayande. Rakera besadaba. Tusaidie kama kanisa lako Bwana. Tusaidie kama kanisa lako Yesu. Turudishe kwa nafasi ya maombi. Kuanzia Monday mpaka Sunday. Turudishe kwa nafasi ya maombi. Jumatatu tuwe na nafasi ya maombi. Jumanne tuwe kwa maombi. Jumatano tuwe kwa maombi. Alhamisi tuwe kwa maombi. Ijumaa tuwe kwa maombi. Jumamosi tuwe kwa maombi. Jumapili tuwe kwa maombi. Bring us back to the place of prayer, Lord. Bring us back to the place of prayer. The cornerstone of prayer. Shadabayande. Rakadamo shadeba. Kanisa la maombi linatetewa. Kanisa la maombi linatetewa na Bwana. Kanisa la maombi linatetewa na Bwana. Kuna vita praise and worship hamwezi kupigana, lakini ndani ya nafasi za maombi mbingu inawapigania wanangu. Mbingu inawapigania wanangu. Wamama, kuna vita tuwezi, labda tuingie kwa nafasi za maombi na mbingu inapigana. Kwenye ndoa zetu mbingu inapigana. Kwa waume zetu mbingu inapigana. Kwa watoto wetu mbingu inapigana. Let us go back to the place of prayer. Let us go back to the default setting. Back to the default setting. Back to the drawing board of prayer. Yesu umetuona. Umetuona Yesu, umetuona. Nirudishe kwa nafasi ya maombi. Bwana nirudishe. Nirudishe Yesu. Ondoa kiburi ndani yangu. Ondoa majivuno ndani yangu. Nirudishe kwa nafasi ya maombi. Nirudishe kwa nafasi ya maombi. Kiburi ndani yangu maliza. Maliza kujiona kwangu. Maliza kujipiga kifua kwangu. Nipe nafasi ya maombi. Nirudishe kwa nafasi ya maombi. Ondoa kiburi ndani yangu. Ondoa majivuno ndani yangu. Nipe moyo wa kupondeka. Nipe moyo wa kuvunjika. Radashe da bosa. Lekadi ya bayande. Rapeka desa dema. Labagada bosi atanamaya. Baganda ma. Rabaganda baboria. Rabaganda babesha daba. Yesu. Yesu wangu, Yesu wangu. Yesu wangu, Yesu wangu. Yesu wangu, Yesu wangu. Oh Bwana wangu. Sadadada bosa. Repakana mayande. Umeongea nasi kuhusu maombi. Turegeshe kwa nafasi za maombi. Nakataa kuwa mnyonge kwa nafasi
nafasi ya maombi. Kataa kuwa mnyonge mwanangu. Kataa kuwa mdhaifu kwa maombi. Kataa kuwa mnyonge kwa maombi. Shadebaraba. Oh, radeba shadaba. Umesema na mbeba maono. Umesema na mbeba maono ya kwamba Yesu, ibada zibadilike. Ibada zitabadilikaje kama hakuna maombi kwa ibada? Wapendwa, ibada zitabadilika vipi ikiwa tumelala? Ikiwa tumelala? Ikiwa tumelala? Tuamshe. Maandiko yanasema amuka wewe usinziae. Bwana, tumesinzia kwa nafasi ya maombi. Bwana tuamshe. Bwana tuamshe. Omba mpendwa, omba. Nisikie tu kanisa la maombi. Yesu anataka tuombe. Bwana anataka tuombe. Hata bila kutangaziwa kesha. Njoo kanisani ukeshe. Hata bila kutangaziwa kesha. Njoo ukeshe. Kwa nyumba kesha. Kwa nyumba yako omba. Kwa ibada omba. Kanisani omba. Kwenye gari lako omba. Pray, 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 pray. Oh, when we pray, we make an appeal to the Supreme Court of Law. When we pray, there is what happened. When we pray, there is what happened. We make an appeal to the Supreme Court of Heaven. We are making an appeal. When you pray in the morning, you make an appeal. Hey! When you pray in the morning, you make an appeal to the Supreme Court of Heaven. When you pray in the afternoon, you do the same thing. When you pray in the evening, you do the right thing. Hey! Yesu atuvalishe mavazi ya maombi. Yesu atuvalishe mavazi ya maombi. Wakati Daudi, maandiko yanasema ya kwamba wakati Daudi alifika, akapata familia yake imetekwa nyara, akapata watu wake hawako. Radesha de mayande la pedia. Daudi anasema ya kwamba akaingia chumbani, akachukua naivera, akavaa naivera, na akamuuliza Bwana, je, nilifuatie jeshi? Je, naweza kulifuatia jeshi? Ni wakati wa kuvaa naivera. Ni wakati wa kuvaa naivera. Mbingu ikisema tulifuatie jeshi, tunalifuatia. Na mbingu ikisema inapigana kwa niaba yetu, tunatulia mbingu ipigane. Make your tongue to be full of sun. Fuel your prayer tongue. Fuel your prayer tongue. Make it full. Make it full. The prayer tongue. Make it full. Make it full. Jaza, jaza, jaza. Eh, shada bayande la pedia bosa. Oh, Bwana wangu, mavazi ya maombi. Tuvalishe mavazi ya maombi. Tuvalishe mavazi ya maombi. Tuvalishe mavazi ya maombi. Mchana wa leo Yesu, tunavaa naivera. Tunavaa naivera. Tunavaa uniform ya maombi. Wapendwa, refuse to be a weak vessel. Refuse to be a weak vessel. Refuse to be an easy target. Refuse to be an easy target. When you are prayerless, you become an easy target. When you are prayerless, you become an easy target.
nishikilie nisianguke Baba, natamani nikae na wewe maishani, nishikilie nisianguke Baba, natamani nikae na wewe. Bwana, nishikilie nisianguke kwenye nafasi ya maombi, nishikilie nisianguke. Omba to praise and worship. Just pray. Just pray, just pray, just pray. Oh, shadeba yande la peda bosa. Omba tu. Kanisa, turudi kwenye nafasi ya maombi. Maombi ni mapatano. Washirika wakiwa na maombi, lugha yao inakuwa moja. Washirika wakiwa na maombi, sauti yao inakuwa moja. Washirika wakiwa na maombi, neema yao inakuwa moja. Nishikilie nisianguke kwa maombi, hata nikichoka nisianguke kwa maombi, nikilemewa mimi nisichoke. Bwana tusichoke, Bwana tusichoke, hata wakati tunasikia kuchoka. Bwana tusichoke. Bwana Yesu, kanisa lako Bwana, tuamshe kwa nguvu mpya. Bwana tumelala, tuamshe kwa nguvu mpya. Mvua inanyesha, lakini kwa nafasi ya maombi. Mvua itanyesha kwa nafasi ya maombi. Oh, Bwana Yesu, tunakuabudu wewe, tunakuabudu wewe. Paza tu sauti yako mbele za Bwana. Bwana Yesu, tutahifadhije moto wa madhabahuni kama sisi si watu wa maombi? Umenena nasi kuhusu moto. Oh, kanisa, Mungu amenena kuhusu moto. Moto ni maombi. Chetezo yako ijae moto. Radabaze kayandela peda bosiata. Mbingu imenena mambo makubwa wiki hii. Chetezo zina maombi. Chetezo zina moto. Itisha tu moto kwenye chetezo yako. Mwambie Bwana, nimekataa kubeba chetezo bila moto. Nimekataa kubeba chetezo bila moto. Shadaba yande la peda. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Moto wa madhabahuni. Moto wa madhabahuni ni maombi. Sijui kama umeelewa kama mimi kile Bwana ameongea wiki nzima kuhusu moto. Moto ni maombi. Kanisa likikosa maombi, hata miujiza haipatikani. Lakini kanisa likiwa na maombi, uwepo wa Mungu unashuka tu. Mwambie Bwana aijaze chetezo yako na maombi. Mwambie ajaze moto kwenye chetezo. Shadaba. The Bible says as a sweet fragrance
Oh, kama manukato iliyo safi, kama manukato iliyo nzuri. Samaki nje ya bahari, sina uhai nje ya hema yako. Kama Mkristo nje ya maombi, tuna uhai nje ya hema yako. Kama mhuduma nje ya maombi, sina uhai nje ya hema yako. Kama muombezi nje ya maombi, sina uhai nje ya hema yako. Nataka nizame kwa pendo lako kuu, na kuhitaji Yesu. Tunachotaka ni wewe. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana, sema tu, Bwana, asante kwa kile umenena tangu wiki ianze kuhusu moto wa madhabahuni usizime. Umeongea nasi kuhusu makuhani, jinsi walichukua chetezo wakajaza moto. Nami mchana wa leo, chetezo yangu ijae maombi, chetezo yangu ijae sifa, chetezo yangu ijae toba, chetezo yangu ijae maungamo, chetezo yangu ijazwe na maombi. Bwana Yesu, madhabahu ya moyo wangu yafurike maombi. Bwana Yesu, madhabahu ya moyo wangu yafurike maombi. Madhabahu ya moyo wangu yajae maombi. Maombi kama ibada kila kuitwapo leo. Madhabahu ya moyo wangu yamimine maombi usiku na mchana. Kila wingu linalo zuia maombi yangu mchana wa leo, mbingu imalizane nalo kwa jina la Yesu. Inua tu mikono yako ukiwa umetulia. Mfalme wa utukufu, oh shadabaya, nataka uhisi tu neema ya Mungu. Kuna watu walikuwa wamepungukiwa na maombi, lakini Mungu aliyenena nasi mchana wa leo, Roho Mtakatifu akunyeshee mvua ya maombi. Achilia tu moyo wako mbele za Bwana. Chetezo yako iliyokuwa haina moto, Yesu aiweke moto.
Chetezo yako iliyokuwa tupu, tuliokuwa tunatembea nazo bila maombi, Yesu azijaze maombi. Chetezo zetu zifurike maombi. Wengine wetu mavazi ya maombi tulikuwa hatuna, Yesu atupe mavazi ya maombi. Usipotufanya kanisa la maombi, usipotufanya kanisa la maombi, tutashindwa na kumsaidia mtumishi wa Mungu kuyabeba maono. Tutashindwa kumsaidia kuyabeba maono. Usipotusaidia kama waimbaji, tutaimba kwa ujuzi. Tutaimba kwa ujuzi. Usipotusaidia Bwana, tutaimba kwa ujuzi. Ya kwamba najua kuinua mikono nitainua tu, najua kupiga magoti nitapiga tu, lakini sivyo, sivyo kanisa, sivyo. Mwamini Bwana tu. Bwana, chetezo zetu ziweke moto. Makomparabosha deba yande legadabase pataya. Kama unaweza kunena kwa lugha mpya, endelea tu na kunena. Radesha deba yande la feria. Yesu akujaze na maombi. Yesu akujaze na maombi. Ukisimama kuabudu ni maombi, ukisimama kusifu ni maombi. Sarakasi ziondoke kwa madhabahu. Inua tu mikono yako, Yesu akujaze. Maandiko yanasema ya kwamba fungua kinywa nami nitakujaza, fungua kinywa nami nitakujaza. Yesu akujaze na maombi. Yesu atujaze, atujaze na ibada, atujaze, atujaze. Kanisa lilewe, lilewe. Kuna mahali ibada hufika, mapambo yakakosa haja. Aya, 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 aya. Yesu ametuona. Troliki, Yesu ametuona. Those that are watching us online, Yesu ametuona. Yesu ametuona. Ameona moto umepungua. Yesu ametuona. Ameleta ujumbe wa moto. Moto ni maombi. Moto ni maombi. Ibada ya online Jumanne na ibada ya Ijumaa, mbingu ameongea. Mbingu imeongea kuhusu moto. Loa, 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 loa. Loa kwenye uwepo wa Bwana. Loa tu kwenye uwepo wa maombi. Na usiishie hapa, uende nao hata nyumbani, uende nao hata kwa biashara. Aradesha dema yande lekadia base pataya makonta na mayase leparabosha dea radabayande rakayande la pedia baya azepata na maya. Moto wako Yesu, moto wako usizime ndani yangu. Moto ukizima nitakuwa mwanamke wa kawaida, nitakuwa mhuduma tu wa kawaida. Omba tu, 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 omba tu. Kataa kuwa Mkristo wa kawaida. Nani ataombea maono kama si wewe? Chetezo ijazwe maombi. Chetezo ijazwe maombi. Wengine wamefinyiliwa na hali mpaka maombi hakuna. Yesu akupe maombi mchana wa leo. Shada bayande la pera radeshi akatana maya. Oh makompada bosha deba makrabande la besi atana maya. Oh shade bayande lora kayande la pera. Oh bagana ma baganda baboria
ni sirini pa Mungu, kilindi cha roho, kwenye uzito wa uwepo, ambapo moyo